Malimi. Yeah. Habari ya asubuhi. Sikia kiongozi usikie. Karibu naondoka. Mimi bado hata. Wewe ndio umewahi kidole. Mapema gani? Mapema inasodi. Sasa akikoja kuamka kukesha pambauka, si atapata wenzake wameenda nani? Sikiliza. Afikae kisimani mapema, unywa maji. Wewe mchezo upendavyo. Utakuja kutambua kuwa samaki ukonjwa angali mbichi. Haya. Vipi masomo yake? Hajafanya vibaya katika mtihani uliopita. Kwa maana gani? Alipata alama nzuri kushinda mtihani ule mwingine. Nauliza alishika nafasi gani darasani? Alishika nafasi 20. Ngapi? Acha Mungu shuka na usifuma. Na unaendelea kuniambia alifanya vizuri darasani. Alifanya vizuri darasani. Baba Lemi, alama ni zote. Alama my foot. Eti mtu anashukisha nafasi darasani anapandisha alama. Lakini Yeye angeshukisha hizo alama lakini apande nafasi darasani. Hakuna cha lakini hapo umenichosha na hizi hadithi zako za alama kupanda. Sizitaki tena mie. Wewe utaki kuona kuwa mwanao anazidi kupitwa na wenziwe. Kila mara tukizungumza alama kupanda. Hizi potelee pote. Huyu tayari ashakuwa mbumbu wa kupupwa. Na wala uone mchele tayari inaingia mchanga. Baba Lemi, kwa moto. Mimi naona kwa mtoto amejaribu kuwa atapata nafasi nzuri darasani. Ni mara ngapi mtuko kwa kweli? Mimi naona kwa sababu tunajaribu tuliweza. Leo Mungu ndio utakuwa kiasi. Nilijua tu. Yaani wewe kila mara tukizungumzia swala zito kama hili, unarudi pale pale kwa majaliwa. Kwa hivyo atafaulishi. Sawa, ushasema mimi naondoka huko ndani. Mara moja isubiri nikuandalie kesho. Hapana, nilipata chai kitambo. Nataka niwahi kabla ya msongamano. Najua kazi ni mingi sana pale ofisini. Najua hiki ni kipindi kigumu sana. Sana. Shirika wanapunguza wafanyikazi, kazi ni ile ile. Kwa bora punde yake na mzigo. Nakwambia tumekuwa chambo siku mingi sasa. Hivyo si bora mimi niondoke tuonana baadaye. Kwaheri. Hakuna jambo ambalo nataka kukueleza. Usiniambie nambari 20 tena. Ala. Unajua kwamba mama na unajua kwamba mama yuko mjini. Nilikuwa naomba angalau nitilie bondo ile tazamo na madaktari. Ema. Ningependa sana kukusaidia. Lakini siwezi. Wewe sema yako na ya kuwazima. Lakini kitendo changu kiko mimi simo. Mshahara wako sikuombi wala sikupangii. Utakavyoifanyia ni hiari yako. Nema mimi nimekununulia gari tena jipya kabisa. Matumizi utakayoipangia maamuzi ni yako. Wewe si kama wanawake wengine ambao hawana kazi wala basi. Nema. Si nimekupatia kibali toka zamani. Kwa hiyo tumia mshahara yako kuinua familia yako. Sijanuna wala kuteta. Majukumu ambayo unafaa kuyatekeleza nimejitweka mimi ili wewe uweze ukaziba nyufa. Bahati nzuri wewe una kazi. Hivi najua unaelewa changamoto za mshahara. Maana mimi najua licha kitita cha pesa ambacho mtu anapewa kila mwisho wa mwezi. Bado mtu ukipata amhitaji maana majukumu ni mengi. Ema. Ninakupatia ruhusa.
Ukatumia mshahara wako kusomesha dada yako atembea kama ameshukuja hivi. Asna. Mpaka alipopata degree. Ingawa milango ya ajira ikamfungukia. Salume. Mimi nimekuja karo kutoka shule ya upili hadi chuo kikuu. Bahati nzuri masomo ikamwitika. Akapita na hii ya wazungu unaita first class. Ameishi na sisi hapa muda wote akisoma. Ni hapa chuoni hapa. Mpaka alipopata ufadhili kwenda kuendeleza masomo yake ng'ambo. Yaani mema katika haya yote mimi nimekuelewa. Ile kwa furaha iliyoje kama wewe pia ungeweza kunielewa. Haya yote yananielea. Safi kabisa. Hema. Wewe unajua vizuri mipaka ya mahusiano yetu. Unajua vizuri kuwa katika nyumba hii siwezi kuishi na wazazi wangu au wazazi wako. Kitakuwa ni laana. Mila na desturi zetu zina mahali pake. Hata mama yako anajua. Mama yako anajua. Hata wazazi wangu walipokuwa hai hawakuwahi kuja kuishi hapa kwa Bunju. Ni kwa sababu wewe ni kitinda mimba. Na safari nyingi za wazazi wako ziliishi kwa wale wakubwa wako. Yaani unasahau kuwa mimi ndiye mkubwa kwetu. Na safari nyingi za wazazi wangu zitaishia kwangu. Baadaye unasahau huyo mkubwa wangu msemaye. Hapo na chumba cha wageni mbali sana na nyumba yake kataa. Unajua? Hata wazee wangu wangalikuwa hai sasa hivi. Basi ingalija kuja kuishi hapa kwangu. Maana hiyo ndio mafundisho ya mila na desturi. Mila gani Bunju? Mila gani? Hazina thamani wala nafasi tena katika maisha yetu. Yaani Bunju, wapo wazazi wanalala wanao katika chumba kimoja. Tena kidogo tu. Ndogo kushinda hii. Ndogo kushinda hii. Sikiliza. Hata tukajadili masuala ya siku nzima. Haya maneno hayataingia. Kwa hivyo bora mimi niondoke. Haya. Tuonana baadaye. Kwaheri. Ushinde vizuri. Kama ni ngumu, shinda vile unataka. Wakati mwingine maisha haya inakufanya unajihisi kama abiria kwenye gari liendalo kwa kasi zaidi. Unatamani kumwambia dereva apunguze mwendo ila unashindwa. Kwa kuwa safari itaganda. Kwa kuwa utamshika kama umechelewa. Mume wangu Bunju umejaribu aliwezalo ila sijui kama anielewa kama hapo awali. Mama yangu mzazi ndiye mboni la jicho kwetu. Yaani ananihitaji wakati wa lala salama. Yaani ni msaliti kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ha ha ha.